Lift up your hands everybody. Mwambie Bwana anene nawe. Father, we thank you. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya leo. Tunaomba kwa muda mchache uliosalia kwamba Roho Mtakatifu utatusaidia, utatuneemesha, utatutia nguvu, utatubadilisha, utatuponya, utatujenga katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Salimia watu 4 5, mwambie mtu karibu katika ibada ya uvuvio. Amen. Mwambie mwingine nguvu za Bwana ziko hapa, unaenda kubadilika leo. Amen. Amen, amen. Unaweza kuketi basi kama umesalimia watu. I always advocate kwa kila mmoja kusalimiwa. Naomba nipunguziwe highs kidogo. I always advocate for that. Amen. Bwana asifiwe. Do we love our mama Reverend Christine Morandu? Is she a blessing unto us? Can we appreciate her once again with a good hand clap? Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Kuna watu katika maisha yangu ambaye mimi nakuaga nimewaweka mahali pa juu. Na ni Mungu ambaye aliniinstruct niwaweke hapo, kwa maana tangia nilipoanza kuweka mahali pa juu kuna vitu vimefanyika kwa maisha yangu. Amen. And God is a God of systems also. God is a God of principles. God is a God of systems. Amen. Sijui umeweka wapi watumishi wa Mungu, lakini watumishi wa Mungu si watu wa kawaida. Mwambie mtu mtumishi wa Mungu si mtu wa kawaida. Mwambie mwingine kuwa kama mwanamke mshunemi. Ongea, mwambie mwingine kuwa kama mwanamke mshunemi wewe. Mwambie jengea mtumishi wa Mungu chumba cha juu. Amen. Do we love our pastors? Do we love our leaders, our deacons, our deaconesses? Can we put our hands together as we appreciate all of them with a good hand clap? Amen. Amen. Leo nashukuru Mungu ambaye amenipatia nafasi. Bado nimeokoka, nampenda Yesu, na lengo langu kubwa duniani ni kumtumikia Mungu. Amen. So nashukuru Mungu kwa wema wake, kwa fadhili zake kwangu, kwa mke wangu, kwa watoto wangu, kwa mama yangu, kwa ndugu zangu. Amen. And I believe that the Lord is going to do mighty things still in my life. Wewe kama unanipenda niombe. Wangapi wanapenda Pastor Gideon hapa? Amen. Leo siwacha kidogo nijipigie debe. Mwambie mtu kama unapenda Pastor Gideon. Wengine wamekasirika. Nimejua ni kina nani wananipenda na kina nani ambao bado ninawaombea wanipende. Amen. Mwambie tena jirani kama unampenda Pastor Gideon. Zaidi ya mambo yote muombe. Amen. Today I want us to talk about transforming your world through the power of faith. Transforming your world through the power of faith. Kubadilisha dunia yako kupitia kwa nguvu ya imani. Kupitia nguvu ya imani. Kubadilisha dunia yako kupitia nguvu ya imani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna vitu viwili ambavyo ni vikuu sana ambavyo Bwana amempatia kila mwana na kila binti katika ufalme wake. Amen. Na vitu hivyo viwili vikubwa, cha kwanza ni Roho Mtakatifu. Cha kwanza ni Roho Mtakatifu. Cha pili ni nguvu inayoitwa neno la Mungu. Amen. Ni Roho Mtakatifu ya kwanza, ya pili ni nguvu linaloitwa neno la Mungu. Sijasema ya kwamba vinafuatana hivyo. Amen. There is nothing that is superior to the rest ama to the other. Vyaenda sambamba, ya kwamba neno la Mungu inafanya kazi hand in hand. Amen. Na Roho wa Mungu.
Sasa tunapozungumzia nguvu ya imani, tunazungumzia matokeo ama tunazungumzia ile nguvu inayozaliwa kutokana na neno la Mungu. Amen. Kwa sababu imani haiji peke yake. Ile imani ambayo tunaizungumzia, ile imani ambayo tunaizungumzia kulingana na Warumi, I think ni mlango wa 10 mstari wa 17. Amen. Maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kulisikia na kwa kusikia kutokanako katika neno la Mungu. Amen. Kusikia kunakotokana na neno la Mungu, kumaanisha kwamba neno la Mungu linapohubiriwa kwa wanadamu, amen, inaweza kuwa ni ujumbe mmoja, linaweza kuwa ni andiko moja, lakini kwa uweza wa Roho Mtakatifu likatafsiriwa katika moyo wa kila mwanadamu. Amen. Alafu ile tafsiri anayoipata na ufunuo anaoupata unazaa imani. Amen. Ambayo inabadilisha mtazamo wake. Bwana asifiwe. Na mtazamo ukibadilika inasukuma ama kubadilisha pia na mwenendo wa huyu mtu. Amen. Bwana asifiwe. So hii nguvu ya imani tunataka kuizungumzia leo kama kifaa ambacho unaweza ukakitumia kubadilisha dunia yako. Amen. Tunaweza kuwa tunaonekana ya kwamba tunakaa katika dunia moja, lakini napozungumza dunia yako, nazungumza kuhusu mazingira yako. Bwana asifiwe. Nazungumza kuhusu maisha yako. Nazungumza kuhusu matukio yako yanayokutokea katika maisha yako kila siku. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mmoja alizungumza akasema kila mmoja wetu huwa anauona ulimwengu ama dunia katika njia tofauti. Kuna uwezekano ya kwamba leo nikisimamisha watu watatu na niwaulize, hebu nitafasirie dunia, wewe ni nini? Utapata kwamba mmoja atanipatia tafasiri ambayo inaweza kuwa iko kando kidogo, kwa sababu tafsiri ya dunia yako inatokana na mtazamo wako. Bwana asifiwe. Na mtazamo wako ama perception yako kizungu, Bwana asifiwe, inachangiwa na mazingira yako, inachangiwa na matukio yanayotukia katika maisha yako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na nimekuja nikagundua kama vile Mungu alivyofanya yeye mwenyewe wakati wa kwanza, watu wengi ambao Mungu amewaita na wakafika mahali wakatukuka ama wakafika mahali wakaanza kusifika, hawa watu ambao Mungu alipokuwa amewaita aliwaweka katika mazingira ambayo sio mazuri vile. Bwana asifiwe. Amewaweka katika mazingira ambayo sio mazuri vile kwa sababu ni kana kwamba amejigawa yeye mwenyewe. In the book of Genesis chapter 1, maandiko yanasema, Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Si kweli? Lakini hii mbingu na nchi, Bwana asifiwe, mstari wa 2 pale maandiko yanasema nayo nchi ilikuwa katika ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Amen. Bwana asifiwe. So ninamwona Mungu ambaye amejiweka mwenyewe katika hali ambayo tukiangalia haina uzuri. Amen. Ina uhitaji. Ni hali ambayo inaweza kuwa ina changamoto, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kimeumbwa na kikiangaliwa ni kana kwamba hakijakamilika hiki. Bwana asifiwe. Kikiangaliwa ni kana kwamba bado kina uhitaji. Alafu Mungu anakuja katika ile hali na anaanza kazi ya kufanya uumbaji ama kubadilisha na kuyageuza mazingira ambayo yamemzunguka. Bwana asifiwe.
So tukiona uzuri tunaouona leo kwa wanadamu, kwa uumbaji wote, wanyama, amen, miti, mimea, samaki, amen, kwa wale ambao wamefanikiwa kuweza kupanda ndege mara kadhaa, mimi nakumbuka mara ya kwanza nilipopanda ndege, nilipofika karibu na mawinguni, kitu kimoja ambacho kilikuwa kinanifurahisha ni vile inchi ilivyokuwa inakaa kule chini. Bwana asifiwe. Nikaangalia nikaona huu ni ustadi wa hali ya juu. Yaani ukiangalia milima, ukiangalia vile mtu ambao unavyokwenda, amen, ukiangalia kwengine ni kukavu, kwengine kuna miti, amen, kwengine kuna mabwawa, kwengine kuna bahari. Nikaona hapa kwamba Mungu is an architect, amen, mwenye ufahamu wa hali ya juu, amen. Bwana asifiwe. So sasa vile kama vile Mungu alivyofanya, wakati mwingi unajipata kwamba sisi ambao tumeokoka, contrary na vile tulivyokuwa tunatamani na kutaka, tunajipata kwamba mara nyingi tunazungukwa na vitu ambavyo tukiviangalia havijakamilika, tukiviangalia vinahuzunisha. Bwana asifiwe. Like the current state of the nation of Kenya, mimi ninaamini ya kwamba Kenya inahitaji watu ambao watakuwa na ufahamu wa juu, amen, na ustadi ama ufundi ama utaalamu fulani, ambao wakisimama hawatakuja na manunguniko, watakuja na suluhisho. Ungesema amina. Sema mimi ni suluhisho. Sema nakataa kunungunika. Changamoto kubwa tulionayo Kenya saizi ni ya kwamba hata watu kama sisi tunanungunika. Bwana asifiwe. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja mwenzangu tu akiongea, mwenyewe ukimwona nikana kwamba anaongea na ujasiri, na nikianza kumsikiliza Mungu akaniambia usimsikilize, ananungunika. Huyu ana suluhisho. Huyu ataleta shida badala ya kuleta jawabu. Bwana asifiwe. Na Kenya tayari iko na shida. Wangapi wanasema Kenya tayari iko shida? Sasa nitarudia one of the phrases ambao najua kwamba tumesikia kwa muda mrefu. It is better you become a solution rather than becoming part of the problem. Kenya ina shida za kutosha, haupaswi kuongezwa katika chondo hicho cha shida. Bwana asifiwe. And anytime unanungunika we mtu mwenye nguvu, jua kwamba unafungua mlango wa mapepo kuanza kutembea. Bwana asifiwe. Wiki hii kuna wakati, it was on Tuesday, nilikuwa katika hali ya maombi, na nikaona, Bwana asifiwe, shida kubwa tulionayo Kenya ambayo imeleta vitu ambavyo tunaviona, na kama hatutamakinika tutaendelea kuona ubovu mwingi sana. Bwana asifiwe. Ni ya kwamba watu waliopatiwa mamlaka ya juu kuliko zote wananungunika, wanalalamika, wamechukua lugha ya watu wasiokuwa na imani. Ikiangaliwa kwa macho na ufahamu wa kibinadamu, unaweza kusema tuko na haki ya kunungunika. Bwana asifiwe. Nasema tuko na haki ya kunungunika uchumi mbaya. Tuko na haki ya kunungunika kuna mambo tulioahidiwa na hayajafanywa. Tuko na haki ya kunungunika siku hizi maafa yamezidi. Tuko na haki ya kunungunika ati polisi wanapiga watu risasi siku hizi. Tuko na haki ya kunungunika. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa mtu wa kiroho, na kama wewe ni rafiki ya Roho Mtakatifu, Bwana asifiwe, utagundua ya kwamba katika kunungunika, mojawapo ya vitu ambavyo vimeua hata maombi yako ni manunguniko. Kwa nini maombi yameenda chini tunaponungunika? Kwa sababu wewe mtu mwenye mamlaka na nguvu, unaponungunika unachilia madhara mabaya kuliko wale ambao unawaona ni kana kwamba wamekosea. Na mpaka Mkristo atakapojiona
vile ambavyo Mungu anamuona. Bwana asifiwe. Awe na mtazamo wa sawa. Kuna mambo na masuala ambayo hatutawahi kuyaona yakibadilika, kwa sababu sisi Mungu hajakusudia kwamba tukae chini na kungojea wengine wafanye. Bwana asifiwe. Hatutaketi chini na tungojee rais afanye. Hatutaketi chini tungojee magavana wafanye. Hatutaketi chini tungojee wanasiasa wafanye. Lazima Mungu atubadilishie mtazamo wetu. Si maandiko yanasema ya kwamba zitakuja siku ambazo mlima wa nyumba ya Mungu utainuliwa kuliko milima yote. Sasa mlima ukiwa juu ya yote, hauna wakati wa kuangalia milima iliyo chini. Amen. Bwana sifiwe. Nikushangaze, we are not even supposed to look up to the president. The president is supposed to be looking up to us. Sema amina kama unaamini. Asa wewe unanung'unika kwa maana mtazamo wako umemweka pale, wewe umejiweka huko. Bwana sifiwe. Haleluya. Na mwingine amekasirika akasema hata sitaomba tena, sitaomba. Bwana sifiwe. Sasa kama Elijah angekasirika aseme sitaomba, kungekaaje? Ni swala tu, hilo ni swali. Bwana sifiwe. Ati vile kunakaa sitaomba. Mwingine nikasikia anasema kwamba I am tempted hata mimi kwenda maandamano. Nikasema Kenya tuna shida. Na shida ya Kenya ni sisi. Shida ya Kenya si wanasiasa. Huo ndio ule ukweli wa aloe vera, meza upone. Shida ya Kenya ni nani? Hebu tuongee sote, shida ya Kenya ni nani? Lakini sema kuanzia leo nakataa kuwa shida, lakini nakubali kuwa suluhisho. Bwana sifiwe. Hallelujah. Lack of jobs in the country Kenya, ya kwamba watu wengi wamefunga makampuni, watu wanafutwa kazi, watu wamekuwa retrenched. Amen. Mimi ninaona vacuum ya watu wenye imani ambao wataingia katika hizo nyanja. Ungesema amina jameni. Ama ninajiongelesha mimi. Unajua mimi kuna siku nitakuwa na kampuni zangu mimi. Ungesema amesema vizuri Pastor Kiambi. Umesema amina, ungesema hata mimi. Bwana sifiwe. Anza kujiona kama mtu ambaye ana uwezo wa kiungu wa kuleta mabadiliko, lakini si mtu ambaye atakuwa ni miongoni mwa watu wenye matatizo. Amen. Bwana sifiwe. Marko 5:25 pale. Marko 5:25. Amen. Na muda mchache, Mungu anisaidie. Marko 5:25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikafanya nini jameni? Kakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona ule msiba. Endelea. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je,
Wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Tuendelee. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, aseme mimi nimekuponya. Imani yako imefanya nini jameni? Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. We see a permanent solution, sawa? We see a permanent change. Sia kwamba leo amepanda kesho anashuka. A permanent change. Amen. Sia kwamba kichwa kimeacha kuuma baada ya siku 5 kinarudi. A permanent change. Sia kwamba mume wako amekuita hani kwa mwezi mmoja, alafu baadaye tena ukakuja ukavalishwa gunia na mchawi kwa uso akaanza kukuita nani. A permanent. Hallelujah. Bwana sifiwe. Imani ina nguvu ya kuleta a permanent change. Imani inaweza kusababisha kusiwe na maandamano tena Kenya. Imani inaweza kubadilisha the narrative ya kwamba watoto wakimaliza shule university wanasema tumefanya mpaka university, tukitoka hakuna kazi. Imani inaweza ikaleta a permanent change. Na mimi ninaomba ya kwamba leo, hata mimi mwenyewe najiombea ya kwamba tuweze kudevelop ama kupata imani ndani yetu itakayoleta suluhisho la kabisa. Yani kama ulikuwa unagongewa na landlord, ukitoka hapo usiwahi gongewa na landlord tena. Permanent. Kama ulikuwa mtu wa kukopa, usiwahi kopa tena. Hallelujah. Usahau ufukara, na ufukara usiwahi rudi kwako tena. Usiwahi kulazwa tena. Usiende tena screening ya cancer. A permanent. Situongee jameni, a permanent change. Hiyo kitu mimi ndio nataka, a permanent change. A permanent change in this ministry. A permanent change. Amen. Ambayo kutakuwa hakuna mtu ambaye ni jobless katikati yetu. Ya kwamba kutakuwa na divorces tena katikati yetu. Situseme amina jameni. Hallelujah. Hakutakuwa na migogoro tena katika nyumba yetu. Imani inaweza hiyo ikaleta a permanent. Hallelujah. Hebu nyosha mkono wako, sema by the power of faith I receive, I attract, I manifest a permanent change in my life. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Bwana sifiwe. Now what is faith? What is faith? Sitasema ile the substance of the things hoped for, the evidence of the things. Sitasema hiyo. Maana hata nikikuuliza umesema nini wengine wezi. Hallelujah. Nakumbuka tukiwa school of ministry mom, siku moja tumekaa kwa groups. Alafu mmoja mlizo imani ninasema imani ni bayana ya mambo. Nikamuuliza mwanzo bayana ni nini wewe? Sema kuna mtu ana kamusi kumaanisha unasema kitu ambacho ukijui. Bwana sifiwe. What is faith? What is faith? Sikiliza hiki kitu ambacho Roho Mtakatifu alinipatia mpaka nikaanza kurukaruka. Nikatembea yani nikiandika hiki kitu dada. I was running. And pacing to and fro. Bwana sifiwe. Hallelujah. What is faith? Faith is a powerful virtue birthed by the word of God in a human spirit that causes one to act in a certain way, hence getting supernatural results. Nirudie tena. Hallelujah. Faith is a powerful virtue
birthed by the word of God in a human spirit that causes one to act in a certain way, hence getting supernatural results. Amen. Imani ni nguvu, amen, inayozaliwa kutokana kwa neno la Mungu ndani ya roho ya mwanadamu, inayomsababisha mwanadamu kutenda aina fulani, amen, na kupata matokeo ya kiungu. Hiyo ndio imani. Bwana asifiwe. Kwa lile andiko ambalo tulianza kulizungumza, Warumi 10:17, Romans 10:17, amen. Faith comes by hearing, and by hearing the word of God, ama by hearing of the word of God. Imani inakuja kwa kulisikiliza ama kwa kusikia, amen, na kusikia kunakotokana baba na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na hii imani ambayo tunasema ni nguvu ambayo inazaliwa na neno la Mungu ndani ya roho ya mwanadamu, si kwa akili. Bwana asifiwe. Si kwa ufahamu wa juju tu, ndani ya mtu wa ndani. Unanielewa? The spirit, the human spirit. Sasa hii imani, Bwana asifiwe, ni hiyo nguvu ambayo inazaliwa, imetoka katika neno la Mungu ambalo limetamkwa, amen, ama ambalo umelipokea, ambalo umelisoma, ambalo labda umelitafakari, amen. Alafu hiyo nguvu inazaliwa katika mtu wako wa ndani, umenielewa, inayokusababisha utende tendo la namna fulani. Unanielewa? It causes you to act in a certain way. It causes you sometimes to act in a different way. Badala ya kuandamana, anaita press conference akiwa na suluhisho. Bwana asifiwe. Maandamano haitatusaidia, by the way. Nirudie tena. Poleni jameni. Poleni. Mimi ni msaidizi tu mdogo. Nimejificha chini ya mama Christina. Amen. Maandamano haitatusaidia. Maandamano haitatusaidia. Wewe unayeniona hapo, amen, maandamano haitatusaidia. Mwambie jirani maandamano. Wengine wamekataa, maana walikuwa wamesema wanaenda kuandamana. Wacha mtu amekubali wamekataa. Kama amekataa, tafuta mwingine, mwambie tena maandamano haitakusaidia. Ile maandamano iliyosaidia ni moja tu peke yake. Ile ya kina Yoshua wakizunguka Yeriko. Hiyo ndio ilisaidia tu. Bwana asifiwe. Lakini hii nyingine itakufanya uchapwe na tear gas. Haleluya. Itakufanya ukimbie mbio, uache wigi yako kwa barabara. Itakufanya ujifiche kuja kwa ibada siku kadhaa, kumbe ulipigwa rungu na polisi. Haitakusaidia. Bwana asifiwe. Unajua mimi naongea na nyinyi kwa maana nyinyi ni mataifa. Mungu anapoongea na wewe, ameongea na wale watu 100 ambao uko na influence nao. Wale watu 1000 ambao uko na influence nao. Gen Z walio katika ibada, hoe, tumekelewa. Niliangalia watu wengine wana vipara mpaka zimefika wa Kisogo, wanasema ni Gen Z. Nikajua si Gen Z. Tunaonewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Niliona watu ambao wamefika miaka 40. 40 si Gen Z. Hao wanasiasa wanaotuchocha sima Gen Z. Bwana asifiwe. Sikiliza Gen Z, tuko na nguvu ya kubadilisha taifa, lakini si kwa maandamano. Aya. Na kwaza watu. Maandamano haitatusaidia. Hii maandamano imesababisha watu wakauawa, na kuna wanawake saizi na wazee ambao wanalia kwa sababu ya maandamano.
Wamepoteza watoto wao na hawatawairudi. Na kile ambacho mtoto amepigiwa risasi hata hakijafanyika na wala hakifanyiki hivyo. So kinasababisha watu wamekaa na uchungu ndani ya moyo. Lazima tupate sauti kutoka kwa Mungu ambayo itasababisha uumbaji wa imani ndani yetu. Alafu itusababishe hii imani tufanye tofauti na vile wengine wanavyofanya. Na huu tofauti wetu ulete matokeo ya kiungu katika taifa la Kenya. Sikiliza, Kenya haiteketei. Na Kenya haiendi chini. Kenya si ya Ruto. Kenya si ya Gachagua. Hii Kenya ni yetu hii. Haleluya. Na wanaotawala hii Kenya ni mimi na wewe. Ai. Hiyo kitu tukielewa, nakwambia tutafanya mabadiliko ambayo hayajawahi onekana. Hata wanasiasa wanajua kanisa lina nguvu. Na ndipo sasa hizi wakitaka kupropagate siasa wanaenda kwenye madhabahu. Hii hawapandi. Mama, hii wasipande hii. Mkitaka tuandamane wakuje pale tutaandamana. Hatutaki wanasiasa kuleta siasa wapi? Bwana sifiwe. Tunatosheka na kwenda kwa rallies zao. Tunatosheka na kuwaona kwa TV. Waite press conference, waachane na makanisa. Na kama wataenda kwa zingine, mimi ninaomba ya kwamba hii ufahamu iingie kwa makanisa yote. Ya kwamba sisi tuna suluhisho. Jesus. Sisi ndio tunajiona watu hafifu. Ati tunafikiria walioiba na kupora na kufuja mali ya umma ndio wako na pesa kutushinda. Uongo. Unaweza ukawa tajiri kuliko mtu aliyefuja. Nguvu ya imani inaweza kusababisha ukabuni kitu ambacho Jesus utakuwa zaidi ya Manu Chandaria. May the next billionaires in the Republic of Kenya be birthed among sons and daughters of God who knows their position and their worth in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bwana sifiwe. Haujachoka kwamba ukienda job na mezatia gas kwanza? Bwana sifiwe. Ama waandamane na kiumani alafu utoke ofisini saa 6 za usiku. Na upande ndudhi jameni. Kwa maana sasa barabara imejazwa na mawe. Bwana sifiwe. Hata nilikuwa nasema juzi ya kwamba nataka ninunue ndudhi. Mungu akaniambia wacha ujinga. Ndudhi wewe. Because on Wednesday nilikuwa nitakuja kwa ibada lakini mawe yakafunga barabara. Kasema ningekuwa na ndudhi hapa. Mungu akaniambia leo umefikiria kama mtoto leo. Tena mtoto mjinga asiyekuwa na ufahamu. Nakataa ndudhi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Imani ni nini? Namba 2. It's a revelation produced by the word of God in a human spirit that empowers one for divine results. It's a revelation produced by the word of God in a human spirit that empowers one for divine results. Not for ordinary results. For divine results. It's a revelation that you receive. Amen. Now we want to look at how faith works by looking at the scripture that we have read. Mark chapter 5 from verse 25. The issue, the story of the woman with the issue or with an issue of blood. Amen. Bwana sifiwe. And everybody has their own issues. Bwana sifiwe. Only that this one we are told that it was the issue of what? What is your issue? Wewe yako ni gani? Issue ya mwingine inaweza kuwa ni ndoa imekataa. Achokoza rafiki yangu. Issue zingine ya mtu inaweza kuwa ni ndoa imefanya nini? Watu wamenyamaza. Aowi aolewi, hiyo ni issue hiyo. Si ni kweli? Hata si waangalie. Issue. Mzee jirani, wewe una issue gani wewe? Issue. Usiniambie lakini tulia. Issue. Amen.
Mwingine issue yake ni kwamba makofi na mbata na ngumi hazijaisha nyumbani. Issue hiyo. Ngangana na makutano, pasua mkutano. Lakini aliposikia kukaumbika ama akapata ufunuo katika mtu wake wa ndani, na huo ufunuo ukamsababisha akapasua mkutano. Amen. Wa wanaume wenye nguvu waliokuwa wanasongamana pale Yesu yuko. Tumwangalie mwanamke na issue yake. Bwana asifiwe. Because of an issue, kwanza the law was against her. The law was against her. Bwana asifiwe. It's in the Torah or it's in the laws of Moses, ya kwamba mwanamke wa jinsi yake ni anapaswa kutengwa, kae mbali na watu. Si ni kweli? Na huyu mwanamke tukimwangalia tena katika hiyo issue yake ya kwamba damu inamwagika miaka 12, so she was very weak. She was anemic. So physically hakuwa na nguvu ya kupasua kwa mkutano physically. Tunaelewana? Lakini imani ilipoingia ndani yake, kwa maana tumesema kwamba it's a powerful virtue. Ni nguvu inayozaliwa. Hii nguvu ikamsababisha mwanamke mwenye anemia, kwa sababu ya kuvuja damu kusikokoma for 12 years, ikamwezesha, ikamwempower physically. Unanielewa? Na akapambana na masongamano, akipasua na kupenya. Nguvu ya imani imeempower mwili wake, anang'ang'ana, anapasua. Amen. Ukimwona unasema she is frail, lakini imani imempatia nguvu isiyokuwa ya kideri na nduma. Hallelujah. Bwana asifiwe. See, may the Lord empower you physically. Faith can even empower you physically. Faith can empower you physically. Faith inaweza kuwa energizer ya kusababisha mtu ambaye ni mnyonge, unanielewa, ikampatia uwezo wa kupambana. Unajua vitu vingine ukipambaniwa mashetani hayatakuheshimu, lakini ukipambana mwenyewe watakuheshimu. Amen. May you be empowered to be competitive in whatever you do. And may you emerge the head and not. So tuangalie kazi ya imani. When she heard that she heard about Jesus, a revelation was given to her. Amen. Akasema, if I may only touch but the hem of his garment, I will be made whole. But now the challenge, it is between me and the hem of Jesus. So, and my body is weak because I am anemic. Damu inatoka. Bwana asifiwe. Sina tena hata uwezo wa kukula chakula kizuri. My food is not balanced. So, I eat what I get because I have spent all my money trying to treat my sickness. Amen. But since I have received faith, I have received a revelation that if I may only touch but the hem of the garment of Jesus, I will be made whole. Then physically I am empowered. Amen. I am charged up. I forget about my weakness. I forget about my pain. I forget about my panting when breathing. And I will squeeze myself, empowered by faith, to be able to penetrate. Amen. Kuondoa vikwazo. Anafieka vikwazo huyu mwanamke. Amen. Kikwazo kimoja kikubwa kilikuwa ni kwa akili yake.
What will people say? What will people do to me if they discover about my condition and I am amongst people? There is a law that has been set that is against me. Bwana sifiwe. Praise the Lord. So number one thing today, I will overlook, I will oppose, I will trample upon every law that has been set against me, that is standing between me and my breakthrough. Amen. It does not matter what the law says. I will go and touch the hem of the garment of Jesus. Hallelujah. May you receive the strength of faith to go against and beyond any mountainous law or negative word that has ever been spoken against you to keep you from your breakthrough, to keep you from your marriage, to keep you from your prosperity, to keep you from your healing. In the mighty name of Jesus, by the power of faith, you will arise from this service today, and I see you going against the law that was set for you. In the name of Jesus. Ungesema amina jameni. Hallelujah. Napokuambia najiambia hata mimi. Kuna vitu na vikata. Amen. And I am not ignorant of these laws, but I have understanding that is beyond the laws that were set. Amen. That is my breakthrough. Na nitapita. Amen. Nitapasua njia. Imani itanitengenezea njia. Imani. This is how the Lord makes a way for me. By faith. Amen. Natengenezewa njia huyo. Hajasoma lakini njia hiyo inatengenezwa. Amen. Hallelujah. Hana sura ya haja lakini njia hiyo inatengenezwa. Hana anko mahali pa juu lakini hiyo njia. In the name of Jesus, receive faith today, and by the power of faith, may you go beyond the laws that were set for you. In the name of Jesus Christ, you are greater than that law. You are not a subject of that law of oppression. Receive power, receive grace, receive strength. Be energized by faith. Dare to do the impossible. Begin your own company. So ukasema amina Bwana. Begin your own company. Hallelujah. Leo kuna kampuni zinaachiliwa. Chukua yako. Chukua yako. Nasema chukua yako. Najua kitu nasema chukua yako. Anza music school yako. Chukua kampuni yako. Begin your own hospital. Anza biashara yako. Begin your own food business. Anza biashara yako. By the power of faith, we come against every demonic limitation that has been set between you and Jesus. Pepo yeyote atakayesimama katikati yako na Yesu tunamufyeka. Nakumbuka neno la Mungu linasema, behold, I have given you power to tread upon scorpions and serpents and over all the powers of the wicked one, and nothing shall hurt you by any means. Today I want you to dare to go to confront your oppressors, confront your poverty, confront that witchcraft, confront that sickness, confront that naysaying, confront that enemy, confront that woman that does not mean you any good. In the name of Jesus, be empowered to charge against the Philistine outpost. Faith is good one. Oh Jesus, I'm reminded of a story, Pastor Madin, of the three guys amongst the mighty men of David. Daudi akasema ninatamani kunywa maji ya Bethlehem, lakini kisima katikati yake na kisima kuna mashaitani hapo katikati. Kuna mijisulumbumbu imeweka kambi yake hapo. Kuna mtu anafuga majini yake hapo. Unanielewa? Kuna mwingine ambaye amechukua kamote yuko hapo. Kuna mwingine ambaye usiku ukimfuata mwezi ukiwa utamwona na ruka uchi hapo. Sasa akiangalia kuna kisima pale,
Lakini hapa kuna Wafilisti. Watu watatu wakajichaji. Sujichoche leo. Nasema sujichoche leo. Be charged up. Be charged up. Hata kama masomo yako si ya kwenda mbali, bado unaweza anza kampuni. Be charged up. Be charged up. Hallelujah. Bwana sifiwe. Lazima tubadilishe misimu. Haibadiliki yenyewe, inahitaji watu wa imani. Abadilishe hali yake kwanza, afanyike muujiza na neno la unabii juu ya maisha yake likatimike, ili awe baraka yeye na watu wote wakabarikiwe kupitia yeye, katika jina la Yesu. This is not who you are. You are better than what I see today. I say, saizi unaweza kuwa umejaa madeni, but you are better than this. Saizi unaweza kuwa unalia, but you are better than this. Why? Greater is he that is within you than the one that is in the world. Receive power. Be charged up. Be motivated by the power of faith to go beyond the multitudes. Hallelujah. Bwana sifiwe. And I see the frail woman, lakini ana nguvu isiyokuwa ya ugali. Ni kama Samson. Samson was a very thin guy. Samson hakuwa na misuli. Kama angekuwa na misuli, basi Wafilisti wangesema ya kwamba tunataka mtu atakayetuambia siri ya nguvu zake. But alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Tena alikuwa ni mtu mwembamba hivi. Lakini akishika taya la mdomo wa punda, Bwana sifiwe, anaweza kumaliza watu 2000. Tunaelewana jameni? Praise the Lord. Now we see this woman, a frail woman. And nataka kupiga picha, a frail woman ambaye amesema, if I may touch but the hem of his garment. But I will not just remain in the place of speaking, because the first step, ama kitu cha kwanza kinachotokea katika imani, lazima kuwe na kusema. Amen. If I may touch the hem of his garment. If I may touch what? Amezungumza huyu mwanamke. Bwana sifiwe. So the language of a person of faith lazima ibadilike. Ambao unajigamba lakini ongea tofauti. Bwana sifiwe. Semekana una kiburi lakini ongea tofauti. Ongea tofauti. Kubali kuwa tofauti. Bwana sifiwe. Praise the Lord. And because faith without action is dead. Faith without action is what? Is dead. Now we see this woman now taking an action. Anaenda. And when she accepted to move, God empowered her. Akaanza kupasua ule upinzani uliokuwa umewekwa. Amen. Alafu akaenda akagusa. Amen. Si leo uguse kitu wewe pia. Shika kitu leo. Bwana sifiwe. Sometimes what will bring difference in your life is when you catch something ambayo watu wengine hawajashika. Jesus has something for you that has only been reserved for you. And it understands your password. And your password is the revelation that you receive from faith. Amen. Maandiko yanasema huyu mwanamke akafika akaligusa pindo la vazi la Yesu. Amen. Sijui kama ushawifikishwa hapo na imani. Imani inaweza kusababisha ukaomba mpaka ukasema leo by the way nimeomba. Uombe mpaka malaika aje ndani. Imani. Ufungue portal. Umenielewa? Na unajua kuna watu mami mpaka leo malaika anaongea nao. Haya si maombi ya kawaida. Ni maombi ya imani. Amekuja amemgusa Yesu. Yesu anauliza, who has touched me? Bwana sifiwe. Wanafunzi wanamwambia, sasa na haya masongamano yote tena unauliza ni nani aliyekugusa? Kumaanisha wengine walikuwa wanamsukuma, mmoja alimgusa. Bwana sifiwe. Wengine walikuwa wanamsukuma tu, wanamsonga songa. Watu wanaweza omba 1000 na mtu mmoja apate attention ya mbingu out of thousands of people that are praying. One person.
Si ya kwamba wewe ndio unaombaga peke yako. Wanaomba wengi. Wengine hata saizi wanaweza kuwa wako katoloni wanaomba. Umenielewa jamani? Lakini mwingine anapiga magoti anaomba kati ya wengi wanaomba. Alafu Yesu anauliza ni nani huyo aliyeomba leo? Nani huyo anaomba? Alafu naona wanafunzi wanasema, kwani usikii? Kwani uoni umati wote unaomba? Wengine wanashanda, wakitembea wakirudi. Haleluya. Wengine wamebadilisha sura, wameka sura kama ya upanga. They are babbling in tongues. Kata kata kata. Sokokokokoko. Rakokokokokosh. Yakatatatata. Haya, haya. Lakini sikiliza, katikati ya hiyo fujo yote mwingine anainua sauti, ina penetrate hizo. Haya! Inafika. Ni nani leo anaomba? Malaika wanamwambia, si unaona watu wengi wanaomba? Kuna mmoja kuomba kwake kumesukumwa na imani na kumemfikia Yesu pale mahali yuko na kumemgusa. Kumaanisha kwamba sasa the heavens begins to give this person its all attention. Bwana sifiwe. Praise the titles are good. Titles are good. Bwana sifiwe. But faith is beyond titles. Faith is above titles. Accolades are good. Pata degree, soma kabisa. Amen. Hallelujah. Lakini kwa CV yako kiroho tukiangalia tuone ya kwamba kuna roho ya imani inafanya kazi ndani yako. When the Son of Man shall come, will he find faith on earth? Watu wamepoteza imani. Hallelujah. It's more about works. Hey. I had another person, I don't dispute with them. Sitafika hicho kiwango, lakini at least I can contest dada. Nilimsikia akisema ya kwamba if you pray in tongues for 5 hours, give yourself like 7 years for you to be able to manifest in a certain way. Nikasema na huyu hii si language yangu. Bwana sifiwe. Hadi ni uvutie uwepo wa Mungu. If you pray in tongues for 5 hours every day, jipatie siku 7, miaka 7, ndo uanze kutembea katika upeo mwingine wa Mungu. Nikasema hii ni uongo. It doesn't work for me. It doesn't work for me. And that is not your portion in the name of Jesus. Unaweza kuinua ombi na dakika 5 ambazo tumesalia nazo, na Mungu akalisikia na akaachilia kile unachokihitaji. Amen. Bwana sifiwe. Let me tell you, faith works in this way. Mimi kwangu inafanya hivyo kazi, na inaweza kusaidia ukafanya hivyo kazi. Imani yangu inatokana na ufahamu ya kwamba maandiko yanasema anayemwendea Mungu lazima aamini kwanza yuko, na kwamba huweza kuwapa ujira wale wanaomtafuta kwa bidii. Amen. So anytime by that understanding, ninapoenda kwa Mungu siendangi na ufahamu wangu wa kibinadamu, because also the Bible says, listen to me, trust in the Lord with all and lean not on your own. Umenielewa? Nakataa kuwa prefect katika nyumba ya ibada. Kataa kuwa prefect. Kuna wengine ni thermometers. Za kupima kama leo Mungu anatembeaje, kama leo pastor anahubiri. Kataa hiyo. Mwambie jirani kataa. Hiyo itakusaidia. Wewe watu watapona, wewe ukiangalia vocabulary zimekoseka. Watu milango inafunguka. Bwana sifiwe. Mama anaposema pokea, sema napokea. Wengine wanapiga miayo, hawajui lugha ya imani inakusababisha kila wakati you are ready. We have missed it a lot because we find ourselves in the presence where Jesus is. But the thing that will attract Jesus to you, it's not working in you at that time. Umeacha imani ni manunguniko. Bwana sifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Umekuja una uchungu, nasema wacha Mungu ashughulike nao. Watu wanaomba umegagana tu. Mungu shughuli. Mungu
alikuwa anataka kuinue, alikuwa anataka uone huo mlango, utangaze mlango. Wewe umeng'ang'ana na nyika yako. Imani huinua macho ya mtu kutoka pale shida iko, na akaona kule ambako hakuna shida, ambako kuna suluhisho yake. Sasa kama we ni mgonjwa, usilie kwa sababu ya uponyaji, usilie kwa sababu ya ugonjwa. Anza kuona uponyaji, kiri uponyaji, tamka uponyaji, dai uponyaji, shukuru kwa uponyaji. Haleluya. Imani inapoanza kuzungumzwa, Mungu huwa anasisimka, Mungu anakula morali. Unanielewa? Anasema na huyu mtu ana make a lot of sense. Hana vocabulary ndefu, hajajua mistari mingi, lakini ana imani. Unajua unaweza tumia hata maandiko ukiwa na mashaka. Kuna mtu wa mashaka anatumia maandiko, ananungunika anatumia andiko. Bwana asifiwe. Ana uchungu kwa roho, na Mungu alikuwa anangojea uchungu itoe, lakini umetumia maandiko. So unajipata you have wasted a lot of your time ukiconcentrate on the pain that is within you. Amen. Imani kupatie uwezo wa kuona, ikupatie uwezo wa kusikia, na usikie tofauti ili uanze kuishi tofauti, uone tofauti ili matokeo yako yawe tofauti. Kuna watu leo wanapokea miujiza yao kwa jina la Yesu. Amen. Umekuja we ni mgonjwa, unaondoka ukiwa umepona saa hizi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana anaweka uwezo juu yako kwa nguvu ya imani, na huo uwezo ukienda utakuwa kibali kwako, utakubalika. Anza kujiona ninakubalika, nakubalika, ninatoshea, niko sawa, ninakubalika. Ukienda with that mindset kazini, hawataruka mahali pako pa biashara waende kwa jirani. Kibali kitawavuta kwako kwa jina la Yesu. Hebu simama pale ulipo kwa miguu yako, simama pale ulipo, simama pale ulipo.